if you don't want to live an ordinary life, you need the backing of the altar of God. Who needs an altar and a prophet? Your pastor gives the altar a voice. Anaipatia sauti. Mungu amesema atakuponya. Anakuja anasimama katika madhabahu, anadikilia uponyaji wako. Umechelewa kuingia katika ndoa, anazungumza, anakupatia, anakuunganisha na baraka yako. Wengine wamefungwa na mapepo, wengine wamerogwa, wengine wametupiwa majini. Ninasimama na tangaza kukombolewa kwako. Biblia inasema hawa ni watu waliyefungwa, wamefichwa gerezani, wamefichwa katika mashimo, wala hapana mtu asemaye komboa ama okoa. Kwa hivyo your prophet comes to give the altar or your altar a voice. Anaipatia sauti madhabahu ili ikutetee. Anahitaji kuwa na madhabahu na nabii wake. Is a person that knows he or she has a big destiny, but he is living an ordinary life. Unaishi maisha ya kawaida, lakini unajua vizuri ya kwamba wewe ni mtu uliye na hatima kubwa. So such a person needs to have an altar and a prophet who gives a voice to that altar. When your enemies want to swallow your life, wakati ambapo una maadui wanayekufuatilia, wanaotaka kukumeza, Daudi anasema kama si Bwana aliyekuwa upande wetu, na Israeli aseme kama si Bwana aliyekuwa upande wetu, wakati maadui zetu walipotuinukia wangalitumeza tukiwa hai, lakini aimindiwe Bwana asiyetutoa katika kuwa mawindo katika meno yao. Kuna wale wanataka kukumeza, kuna wale wanataka kumeza nyumba yako, kuna wale wanataka kumeza pesa yako. Neno la Bwana lasema amemeza mali nyingi, naye Bwana ataitoa katika tumbo yake. Kwa hivyo kuna wale pesa yao imemezwa, and that is why you cannot achieve anything. Unapambana, unazipata, lakini zitamezwa na ugonjwa, utaibiwa, maisha yako hayawezi kwenda vizuri. You need an altar and your prophet. Who needs to have an altar and their prophet? That is any man who is going through a night season. Yule mtu ambao maisha yako, mchana wako umekuwa usiku, na usiku wako umekuwa kama mchana. Kuna watu ambao usiku wakiingia hawezi akalala. Biblia inasema na usiku utakapoingia utauliza kwa nini imekuwa usiku, na mchana inafika nao unauliza kwa nini imekuwa asubuhi. So katika maisha there are people who are going through a night season. Maisha yako unakuwa kama kipofu katika giza. Biblia inasema utakuwa kama kipofu gizani, utapapasa mchana, wala hutakuwa na mtu wa kukuongoza. Kuna watu katika maisha wamewekewa night season katika ndoa zao. Nobody sees light. Unapata huyu mtu si bwana yake, sio mke wake, hawaoni mwangaza. Lakini niko hapa nitangaze katika maisha yako, madhabahu ya Bwana yatakutetea kwa jina la Yesu. So anyone that is going through a night season in life, a night season financially, a night season business-wise, a night season in your profession, in a night season katika maisha yako, unapata ya kwamba wewe umewekewa roho ya giza. Nilipongojea mwangaza, giza likaingia. When I waited for light, darkness came. When I waited for good, evil came. Kuna watu katika maisha hawapati habari njema, lakini kwa hapa nitangaza katika maisha yako ya kwamba kuanzia leo utapata habari njema katika jina la Yesu Kristo. So wakati ambapo unapitia giza baada ya giza, you
You are in your night season in life. Things are not working the way they should. It is my prayer that nobody shall swallow what belongs to you in the name of Jesus. And then number 4, it is just a reminder of what we discussed last Sunday. Then number 4, when you are a carrier of a big destiny, the moment you know you have a destiny, don't joke with your altar and your prophet. Kuna watu wengi ambao, there are many people that have taken their altar for granted, and they have been grounded in life.